Deuteronomy 8 verse 2 to 5. Niwekewe ili niweze kukeep time juu kuna watu wanakutana. Niwekewe Deuteronomy 8 verse 2 to 5. Tusome pamoja. Thank you for those who are carrying their Bibles to underline some things. Remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years, to humble you and to test you, in order to know what was in your heart, whether or not you would keep his commands. He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither nor your fathers had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. And this prince is son, so the Lord your God disciplines you. That is the word of God. I thank God. Mungu wetu ni Mungu wa huruma. Hata tukitoka kwa njia uturudisha kwa huruma juu ya upendo wake. Alipotuma Musa akakomboa wana wa Israeli, alifanya miujiza, wakavuka bahari ikiwa on a dry land, wakaingia desert. Whereby si kupenda kwa Mungu, wangeenda njia rahisi wafike Canaan, na ilikuwa very short. But yeye kama Mungu alipurpose awapitisie njia mrefu sana ya jangwa, akawatest jinsi wanampenda huyu Mungu. Kama vile nianza kuambia, tunajua kulalamika sana. Yeye Mungu aliamua kuwapeleka na njia mrefu ya miaka 40, 40 good years, ili akawatest hao watu wake. Wana wa Israeli ni watu wa Mungu, na aliamua kuwatest kwa kuwapeleka na njia mrefu. Hivi anaanza na kusema verse 1, verse 2. Deuteronomy. Remember, umesoma hata kwa simu yako. Anzia safari. Kila mtu anajua safari bila alianza, siku yake ile alianza, na mahali ulianzia. Sisemi ni safari za kwenda Nairobi, za kwenda wherever, Safari yetu ya imani. Safari yetu ya imani ambayo tulianzisha. Yesu alianzisha ndani ya maisha yetu. Na ndivyo Biblia inasema, aliyoanzisha kazi nzuri ataikamilisha. Na kwa hivyo hakuna kitu kitakufanya ukose kufika mahali Mungu alipapa utafika, kwa sababu anatembea na wewe. Ndio alisema na watest. God always anatutest even today. Hata leo hii Mungu anatutest. Anatest mioyo yetu. Aone kama tungali tunampenda Mungu. Aone kama tungali tunasikilia neno. Aone kama tungali tunasikilia kazi ya Mungu. God always tests everybody of us. Tuone ile imisio. Tuombe believers ambaye wako katika hii safari ya imani. Ni kwa sababu Mungu alijua kwamba sisi ni watu wa kulalamika from time to time. Nataka somebody underline number verse 5. Pia hiyo nilipokuwa nikisoma na umesoma yako. Kama vile tuna discipline watoto wetu. We are the children of God. Kama vile wana wa Israeli. Yeye Mungu huwa anatudiscipline. Believe me or not, whether you know it, whether you don't know it, God will discipline each one of us, each in his way or our own way. This is to test you. Many a times Mungu wetu anaweza kukosa anaweza kukosa kukuambia do this or the other, aone kama utafanya.
Do this for me, do this for me. Anyamaze aone kama utaona unastahili kufanya ufanye ama bila utaamua. Na kuna mara mingi Mungu anaamua kuongeleza kuweza jinsi ya kuweza kutembea na yeye. Many times when you are not attentive to the word of God, unaweza pitwa na baraka za Mungu. Ndiposa anasema asubuhi ya leo, remember the word of God niliwaambia tena na tena. It is for the past tense, present tense and the future. Alipoambia wana wa Israeli remember, wana wa Israeli today nikisasa kile tunaishi, anatuambia remember the way I've gone this far with you. Nimetembea na wewe hatua na nyingine. Ulikuwa kwa karumu kamoja kadogo, ukainuka ukaenda self contained, ukainuka uko kwako. Kuna wakati ukuwa na nguo, ukaanza kuvaa. Today hata unapeana zingine. Katika hii msimu, katika hii season, iko na mambo mengi, majaribu mengi. At the same time God is testing us. Katika hiyo majaribu kama tutatii neno lake, kama tutatembea naye. May God Almighty atusaidie tutembee naye siku zote za maisha yetu. Na tukasimama. Naona before niwapatie baraka. Nimebakiza time nzuri yenu. Kabla siwapatia baraka muende nyumbani please. Nipatie Sunday Cylinder atuongoze. Father, I thank you, I love you and I bless you and I exalt your name because of your people. God, since morning you have spoken to us. You have ministered to us. Thank you, Lord Jehovah God. As we go out to our homes and tomorrow taking off our daily duties, may you go ahead of each one of them. Set open doors for them. Bless them, my God. Bless their families. Provide them. Heal sicknesses in their family. Give them testimonies that they may glorify you, Jehovah. And now say, Shalom. Nothing missing. Nothing broken in my life. Shalom. Nothing missing. Nothing broken in my family. Shalom. Nothing missing. Nothing broken in our church. Shalom. Shalom. Nothing missing. Nothing broken in my destiny. Shout hallelujah. Hallelujah. Pigia Yesu wetu makofi mazuri. Amen. Find the favor and grace of God in Jesus' name. Amen.